Haleluya. Bwana Yesu asifiwe siku ya leo. Mimi nimeokoka, Yesu ni Bwana ndani ya maisha yangu. Majina yangu ni Evangelist Jane Muthenya. Na Mungu amekuwa mwaminifu katika maisha yangu. Niko hapa leo ili niweze kuzungumzia utumwa wa kiroho. Watu wa Mungu mmejua ya kwamba vitu ni spiritual. Na zikiwa spiritual zinafanyika katika ulimwengu wa rohoni. Na kabla mtu hajakonjeka, ugonjwa inaanzanga spiritual. Ili aweze kuwa apatwe na ugonjwa. Na hapa nimesoma maandiko ingine kwa Marko 5. Ukisoma unasoma yule mtu aliyekuwa anakaa makaburini. Huyu mtu alikuwa hai lakini anakaa kwa wafu. Watu wa Mungu, huyo mtu aliharibiwa spiritual na kano ikahappen. Ili mtu akufe, anakufanga kiroho kwanza, ili kimwili akufe. Ili mtu apate mali, ni lazima kwanza uyaccess spiritual ili kano ikuje. Utajiri ni roho, umaskini ni roho, magonjwa ni roho, kama vile wokovu ni roho. Ukikubali Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, anakubadilisha na unafanyika kuwa kiumbe kipya spiritually na carnally, matendo yanaonekana. Bwana Yesu asifiwe. Sasa siku ya leo nataka tushare tu hiyo neno la Marko 5. Nisome tu alafu nikwambie kitu na tuombe. Ili wewe ambayo nimetumwa kwako, Yesu akaweze kunena na maisha yako. Maana wengi wamefungwa. Kuokoka hakumaanishi huwezi fungwa. Maana unaweza kuwa umeokoka na uko na kifungo. Maana hizi vifungo ni vitu zinatokana na katika ukoo. Umewahi jiuliza ya kwamba mamako alikuwa anaumwa na mahali na wewe unaumwa. Anaweza kuwa yuko, babako alikuwa mgonjwa na wewe sasa unakuta uko mgonjwa, the same sickness. Hiyo inaitangwa laini ya magonjwa, generation curse ambao iko katika watu. Sijui ni wapi umefungwa. Nataka tusome tu maandiko na Bwana akubariki na Bwana akutende mema. Alafu nikuje nikwambie tutafanya nini. Wakafika ni Marko 5 inasema wakafika ng'ambo ya bahari mpaka nchi ya Wagerasi. Alipokwisha kushuka chomboni, mara akakutana na mtu ambaye ametoka makaburini, mwenye pepo mchafu. Makao yake yalikuwa pale makaburini, wala hakuna mtu yeyote aliyeweza kumfungua tena hata kwa minyororo. Kumfunga tena hata kwa minyororo. Kwa sababu alikuwa amefungwa mara nyingi kwa pingu na minyororo, akikata ile minyororo na kuzivunja zile pingu, wala hakuna mtu aliyekuwa na nguvu za kumshinda. Na siku zote, usiku na mchana, alikuwako makaburini na milimani akipiga kelele, kujikatakata kwa mawe. Alipomwona Yesu kwa mbali, alipiga mbio, akamsujudia, akapiga kelele kwa sauti kuu akisema, nina nini nawe, Yesu mwana wa Mungu aliye juu? Na kuapisha kwa Mungu, usinitese. Kwa sababu amemwambia, ewe pepo mchafu, mtoke mtu huyu. Akamuuliza, jina lako ni nani? Akamjibu, jina langu ni Legioni, kwa kuwa tu wengi. Akamsihi sana asiwapeleke nje ya nchi ile. Na hapo milimani palikuwa na kundi kubwa la nguruwe wakilisha. Pepo wote wakamsihi wakisema, tupeleke katika nguruwe tupate kuwaingia wao. Kawapa ruhusa wale pepo
wachafu wakatoka wakaingia katika wale nguruwe, nalo kundi lote likatelemka kwa kasi gengeni, wakaingia baharini wapate 2,000 wakafa baharini. Mchungaji wao wakakimbia wakieneza habari mjini na mashambani. Watu wakatoka walioni lililotokea. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni maandiko ambayo inaongea, hiyo ni Marko 5. Ukisoma ukiteremka, huyu ni mtu aliyekuwa anaishi makaburini na hakuna mtu aliyomwokoa. Lakini Yesu mwana wa Mungu akawa akitembea na akamuona huyo mtu. Maana Yesu mwana wa Mungu ni Mwokozi, ni mkombozi, ni mponyaji. Na kazi yake kutoka kitambo alikuja kwa hiyo kazi. Alipomuona huyo mtu aliteseka. Mimi ninaamini ya kwamba Yesu alimuona huyu mtu na akanjua kwa umbali tu spiritual na akakuja kumpungua. Alipokuja kumpungua, inasemekana huyu mtu alikuwa watu wamemfunga, watu wamemfanyia kila kitu, lakini haikuwezekana. Na alipomuona Yesu alimpungua. Mambo ya mapepo kuuliza, kuambia Yesu vile wanataka, hiyo si issue. Pepo haikaangi peke yake. Pepo hata ikimtoka mtu inaenda jangwani inakuja kutafuta mahali pake na inarudi. Habari njema hapa ni nini? Huyu mtu haijalishi aliteseka miaka ngapi, haijalishi alikatakatwa aje, huyu mtu hakufa. Hata kama alifungwa, hata kama aliishi makaburini, hakukufa. Bwana Yesu alikuja akamrudisha kuwa mwanadamu. Nataka kuambia hivi, wewe mtu wa Mungu ama mwanadamu, kuna watu wa Mungu na kuna watoto wa Mungu. Watu wa Mungu ni kina nani? Ni mtu yeyote aliumbwa na Mungu. Na watoto wa Mungu ni kina nani? Ni wale wameokoka, waliosaliwa ndani ya damu ya Yesu Kristo. Kwa hivyo siku ya leo huyu mtu aliseseka sana katika makaburi. Sijui kaburi yako ni gani, sijui minyororo yako ni gani, sijui ni wapi umeenda kutafuta misaada. Maybe ulienda kwa daktari akakwambia huwezi pona. Maybe ulienda kwa waganga ukatibiwa ukaliwa. Maybe ulienda waambiwa vunja hii madhabahu na ikakataa kuvunjika. Nina habari njema ya kwamba mwana wa Mungu Yesu Kristo, yeye hayuko makaburini. Yeye ni Bwana, yeye ni Mwokozi, yeye ako na nguvu, yeye ako na mamlaka, yeye ako na uwezo wa kukomboa, ako na uwezo wa kukumbuka. Hii kelele ya huyu mtu ndio ilifanya Yesu akuje kumfungua. Inasemekana ya kwamba alikuwa analia huko, akifungwa anavunja zile, maana kilichokuwa ndani yake kilikuwa na nguvu nyingi za kumtesa na kumhangaisha. Lakini Yesu mwana wa Mungu ashukuriwe, kwa sababu hakuna jina kuu ingine ila jina la Yesu, na kwa jina hiyo tunapata ukombozi, kwa jina hiyo tunapata wokovu, kwa jina hiyo tumeona ukombozi. Na huyu mtu wa Mungu, huyu mwanadamu alikombolewa na Yesu akatoa hizo pepo. Nataka kukuambia nini? Sijui umejaribu nini katika maisha yako, imesindikana, umefunga, umeomba, umejaribu kila kitu, umetoa dhabihu, umetoa sadaka, lakini haijafikia. Watu wamekuambia kuja nikusaidie, wamejaribu, kimesindikana. Lakini siku ya leo kuna Yesu mwana wa Mungu. Ukimkubali leo, atakuhurumia, atakuondolea makaburi, atakuondolea utumwa, atakuondolea magonjwa, atakuondolea dhiki, atakuondolea kilio. Utukufu kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo siku ya leo kile nimekuja kukuambia, haijalishi huyu tumemsoma kwa Biblia, na wakati huyu Yesu alikuwa duniani, lakini Yesu alikuja akasulubiwa, akatezwa, akazikwa, na siku ya tatu akatoka kwa wafu.
Unajua maana yake ni nini? Kwa Yesu kuna ushindi. Alishinda vita, alishinda mauti, alishinda vita zote, alishinda ili wewe ushinde, alikufa ili wewe uwe hai, alisulubiwa ili damu yake ikuoshe. Siku ya leo na kutangazia, sijui ni makaburi gani iko ndani yako, sijui ni nini umesaidiwa imesindikana, sijui ni nini inakutesa. Unajua wanadamu, niwaambie nini? Kila mwanadamu ana shida yake, kila mwanadamu ana kilio chake, kila mtu ana kile kinamsumbua. Kuna wale wako na pesa lakini hawasifurahii, na kuna yule ana pesa anasitaka na hajapata. Nataka kukuambia nini? Hali yote uliye nayo, Yesu mwana wa Mungu ako na uwezo. Kile nataka kukuambia we mtu wa Mungu ni kukuambia, si ukubali Yesu Bwana awe mwokozi wa maisha yako. Juu huyo mtu aliyetaka Yesu alipotaka kumfungua, huyo mtu alikuwa tayari akapeana njia. Mimi sina haja na nguruwe walioingia kwa nini, sina haja, lakini niko kwa hii ya uponyaji, niko kwa kile Yesu alisema, alimfungua na akawa huru. Sijui ni nini, sijui ni nini wewe unatesangwa na nini. Umewahi njua chochote unafanya wewe ni roho uko nayo? Umewahi njua hivyo? Iwe ni kiburi ni spirit, iwe ni magonjwa ni spirit, iwe ni nini uko nayo ni spirit, na mwana wa Mungu ni roho. Akiingia ndani yako atabadilisha maisha yako, atabadilisha maisha yako, atabadilisha maisha yako. Biblia inasema mtu akiwa ndani ya Kristo, ya kale yamepita, sasa ni mapya. Nataka kukuambia nini? Mwana wa Mungu leo akaingie ndani yako. Kwanza umkubali Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Na ikiwa wewe umeokoka, Yesu ni Bwana, nataka kukuambia hivi, angalia njia zako na Mungu. Mungu ni wa rehema nyingi na neema nyingi. Unaweza kuwa umeokoka na uko na utumwa, unaweza kuokoka na unakuwa uko na takataka. Hebu jipime siku ya leo, uone wokovu wako unafanana na nini. Mimi sikatai, duniani kuna dhiki, duniani kuna kuchukizwa, duniani kuna mambo mengi, lakini mtu wa Mungu, do you know, unajua nini? Maisha iko katika Biblia hii, ukilisoma litakuongoza. Usijue mistari mingi na upractice. Usiwe mtu wa imani ambao ufanyishi kazi. Watu wengi wamekuwa hivyo, anajua maandiko lakini msaidie. Nataka kukuambia leo hii tumesoma hapa ni reality na iko, na ukikubali Yesu awe Bwana Mwokozi wa maisha yako, ataingia na atakusaidia. Ikiwa huyo mtu aliteseka hivyo, Yesu alimhurumia. Haikusema mahali aliomba, na sisi tumepewa neema. Tumepewa neema, tukapewa Roho Mtakatifu. Yesu akatuokoa bure bure. Wokovu ni bure. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Sema amen. Wokovu wa Yesu ni bure. Maintenance ndio gharama. Gharama aje? Ya kujikana wewe mwenyewe. Si gharama ya pesa, si gharama ya eti utoe uwe mtakatifu. Ni wewe tu utangharamika na kutafuta uso wa Bwana na kuomba neema na kimbali kila siku. Kwa hivyo sijui ni kaburi gani ulizikwa, sijui ni nini unalia. Unajua watu siku hizi tunang'ang'ana na kutafuta hela, siku hizi tunang'ang'ana kutafuta vitu kubwa kubwa. Nilikuwa saa hii nafikiria na hapa tu peke yangu, nikajiuliza surely watu ng'ang'ana kuwa na vitu, na hizo vitu wanakuja wanasiacha. Ni vizuri sana, hata kama uko na nyumba nzuri aje, ukae na moyo wako umpende Mungu. Hata kama unaendesha gari kubwa namna gani, ukae na umuogope Mungu. Umuogope Mungu ambaye yeye aishangi. Dunia hii inaweza kuisha, lakini Mungu anaishi milele. Maana dunia ni yake na mbingu ni yake. Siku ya leo nimekuja nikwambie hivi, ebu mjue Mungu. Ebu mjue Mungu. Ebu mjue Mungu. Tukienda katika Jeremiah 33:3 inasema niite na nitaitika,
na nitakuonyesha mambo makubwa ya ajabu usiyoyajua. Utamhitaji ambaye yeye umjue. Zinasema kwanza umjue Yesu. Tukienda katika Yohana 3:16 inasema jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanaye pekee, ili yule aaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Si ukupokee huyu Yesu, si upokee mwana wa Mungu aweze kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ili ukimuita mbingu ikuitike, ili ukiinama utetewe. Jamani, kuna ulinzi wa Mungu. Jamani, kuna nguvu za Mungu. Jamani, kuna kupenda Yesu. Bwana akiingia ndani yako, ya kale yatapita, sasa yatakuwa mapya. Hizo vita umepigana asiwezi uwezani nazo. Yesu katika Matthew 11:28 linasema, Yesu aliambia watu, "Njooni kwangu nyinyi nyote mwenye kusumbuka na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Mjitwike nila yangu." Nila ya Yesu ni wokovu. Nila ya Yesu ni wokovu. Na imagine ulipi chochote, si uje tu siku ya leo ukutane na Bwana Yesu ili aweze kukusaidia kama vile alisaidia huyo mtu aliyefungwa makaburini. Kama Mungu, kama Yesu Kristo angetokea, huyo mwanadamu angekaa tu na angekuja kuwa maiti. Kwa nini uteseke na kuna yule alilipa gharama kwa sababu yako? Kwa nini uhangaike? Kwa nini uhangaike na maisha ya dunia? Maisha ya dunia ni mazuri na ni matamu, lakini je, nikuulize, kuna haja gani uishi kwa dhambi ili upate mali? Dunia hii imekuwa na dhambi kubwa. Dunia hii imejaa watu waovu. Dunia hii imejaa wazazi wanachukia watoto na watoto wanachukia wazazi. Siku hizi hata watoto wanasacrifice wazazi ili wapate hela. Siku hizi hata wazazi wanachukua mali na wanafanya mtoto kuwa mjinga tu. Naona katika familia na mtoto tu anakaa mlemavu hivi mlevi, ako na vitu, na ni watu tu. Mzazi anajua kile alifanya ili aweze kupata mali. Upendo wa watu ulikwisha, lakini upendo wa Yesu ni leo jana na hata milele. Yesu Kristo, upendo wake haupimiki na mizani. Ni upendo wa ajabu. Utamuita kwa kakenji kako, hata kama unakaa kwa makaratasi, utamuita na ataitika. Aendagi kwa mansion, aendagi kule kuna ngorofa. Yesu anaendanga pale, yani pale unamrecognize, hapo ndio anakujanga. Haijalishi unaishi wapi, haijalishi uko mto gani, haijalishi unaishi mashamba gani, haijalishi kwenu ni wapi, haijalishi wewe ni kabila gani, haijalishi uko mweupe ama mweusi, haijalishi uko na nywele una, Yesu kimuita atakuja. Haijalishi wewe unalalanga chini ama wapi, si ukubali Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Naongea habari za Yesu Kristo ambao nimemuona na macho, ambao nimeona matendo yake, ambao amenisaidia, ambao ameniinua, ambao amenibariki, ambao amenimeemisha, ambao amenishika mkono. Hata wakati marafiki waliniacha, Yesu alinishika mkono. Hata wakati niliendanisha na watu wakaniacha kwa njia, ni kweli nilichanganyikiwa kidogo, lakini mwana wa Mungu alikuja. Nataka kukuambia nini? Si uwe zaidi na ushirika na Mungu. Nimemuona na kuambia nimemuona. Sitaki kukuambia mastori zangu. Sitaki kukuambia nimetoka wapi nikienda wapi, maana hiyo haina maana. Lakini nakuambia kuhusu Yesu ambao amenitendea, na kuambia kuhusu mbingu ambao nimeona ikinishughulikia. Hii si uongo, naongea habari zangu, vile nimeona Mungu, vile amenirehemisha, vile amenitetea, vile amenishindania na mambo makubwa.
Si ati sipitiangi mambo, lakini namwambianga Bwana. Daudi akasema, nitayainua macho yangu nitazame milimani. Msaada wangu watoka wapi? Watoka kwa Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Ni wewe nakuambia habari za Yesu. Ni wewe nakuambia habari za mbingu. Haijalishi watakuchukia namna gani. Si lazima upendeze watu. Si lazima. Yesu alileta utengano katikati ya mother-in-law na sister-in-law. Yaani watu kutengana. Maana wokovu wa Yesu unatenganisha watu. Unatenganisha watu. Kuchukiwa ni kawaida. Wewe unaonanga shida tu kuchukiwa ni kawaida. Si ukubali Yesu akutoe kwa hiyo makaburi. Si ukubali Yesu akutoe kwa hiyo chaini. Huyu mtu imagine ako possessed na wanamuongezea chaini, wanampiga, anajikatakata kwa mawe. Hata Yesu ni mwema, hakukufa, maana Yesu alijua atajidhihirisha. Ni hali gani ulio ndani? Ni nini kinakusumbua mtu wa Mungu? Si uokoke. Kubali Yesu awe Bwana Mwokozi wa maisha yako. Na ukae katika maisha ya wokovu. Ukae maisha ya kusoma Biblia. Ukae maisha ya kuomba. Na utafute mtu wa Mungu ambaye atakulea kwa njia za Mungu. Maana wokovu lazima uzaliwe ndani ya mtu. Yesu akaambia Nicodemus, mtu asipozaliwa mara ya pili hataona ufalme wa mbinguni. Yesu mwenyewe akamwambia Nicodemus hivyo, na akamwelezea kilichozaliwa na roho ni roho. Mtu wa Mungu, nimekuja kukuambia Yesu yupo. Unaweza kuwa umekaa ukaona wokovu si wa kweli. Kuna wakati wa kufunzwa na Mungu. Kuna wakati wa kuchekelewa. Kuna wakati wa kuachwa. Kuna wakati nyumba hata kwako inasunguka. Yaani unakuta hakuna kitu mnakubaliana nacho. Yaani kila kitu, si watoto, si nini, taka kila kitu chote kinasumbua. Lakini katika hiyo hali, simama na Mungu atakuja. Na kitu kingine nikwambie nikimaliza. Katika kila hali uliye ndani na umeokoka, Yesu ni Bwana. Wewe sasa mwenye umeokoka, katika kila mahali ulipo ama mahali utaenda ama chochote kinakusumbua, si vitu zote shetani, si shida yote shetani, zingine ni Mungu anataka kuona utafanya nini. Acha nikwambie vile utafanyanga. Katika kila situation yote ikinywa ndani yako, na ujiangalie. Tubu dhambi na makosa, ambia Bwana Yesu nisamehe dhambi na makosa yangu. Na usome Psalms 51. Uombe, ambia Bwana akusamehe na asikumbuke makosa yako. Na urudi tena useme, ninakataa mipango ya shetani katika maisha yangu. Najitoa katika mipango ya watu, mipango ya mashetani na nguvu za giza, na mimi mwenyewe najiweka mikononi mwa Mungu. Ikiwa hali ni ya Mungu, utapata amani na kuombea neema ya Mungu. Wewe ambao unapitia mambo makubwa na magumu na umeokoka, Yesu ni Bwana, upate neema ya kushinda. Si kila kitu shetani, si kila hali shetani, si kila ugonjwa shetani. Chunguzanga kwanza. Tumeelewana watu wa Mungu, na Bwana Yesu asifiwe. Nimekuja kutoa habari njema kwako. Kila mtu kiwa umeokoka, Yesu ni Bwana. Hata we unaweza kuwa umefungwa. Siku ya leo naomba Mungu ya mbinguni akakufungue kwa jina la Yesu Kristo. Dunia ni mbaya. Utasalitiwa na ndugu yako. Ndugu utasalitiwa na bibi yako. Sita yako hata anaweza kukuua. Ndugu yako anaweza kukuua kwa sababu ya mali. Si uishie Yesu. Si ukae katika uteua. Si umtafute Mungu. Kuwa na mali si kipimo cha wokovu. Kuwa na vitu nzuri si kipimo cha wokovu. Kuwa na ngali kubwa si kipimo cha wokovu. Kuwa na kanisa kubwa haimaanishi Mungu yuko. Nataka kukuambia ukweli.
Mtu kukutabilia akwambie ninaona, haimaanishi ni nguvu za Mungu zinaona peke yake, hata shetani anaona. Kwa hivyo nimeunganisha vitu mingi. Test every spirit inaokuhudumia in the name of Jesus. Test. Hizo laini zote kila mtu achukue yake. Test. Hiyo roho inakutabilia ni ya kutoka wapi? Biblia inasema mtawatambua kwa matunda yao, kwa matendo yao. Biblia inasema hakuna mti mzuri uzaa matunda mabaya, na hakuna mti mbaya uzaa matunda mazuri. Mtawatambua kwa matunda yao. Usikimbilie miujiza. Utalishwa miujiza ya kipepo na ukute umeingia Jehanamu. Linasema nikimaliza, sio wote waniitao Bwana Bwana watakaoingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni wale wanaotenda mapenzi ya babangu aliye juu mbinguni. Huyo ni Yesu alisema. Kwa hivyo mtu wa Mungu, nataka kuomba na wewe. Chochote nimeongea hapa najua kina sababu na kina mwenyewe. Wende ukachukue kile chako na ufanyishe kazi. Na Mungu wa neema akubariki, na Mungu wa neema akuinue. Yesu alisema, mimi ndimi njia ya kweli na uzima. Hakuna ajaye kwa Baba ila kwangu mimi. Huwezi omba Mungu ukiwa hujui Kristo. Wewe ambao hujaokoka, sema Bwana Yesu, Mwana wa Mungu, samehe dhambi zangu na makosa yangu. Futa jina langu katika kitabu cha mauti na uliandike jina langu katika kitabu cha uzima wa milele. Yesu Mwana wa Mungu, ingia ndani yangu uniokoe. Nijaze na Roho wako, nami nitakutumikia. Asante kwa kuniokoa, na ni kwa Yesu Kristo Mwana wa Mungu nimeokoka na kuamini. Sema amen. Wewe mtu umeokoka, soma Biblia, tafuta kanisa iliyo karibu nawe, uende ushiriki hapo. Tafute mtumishi wa Mungu akae akulee. Na watu wana madharau sana. Nasema si lazima uende kanisani, si lazima uwe na mchungaji. Kwa nini Yesu alikuwa na wanafunzi wake? Kwa nini Musa aliongoza watu? Manabii kwa nini waliulizwa vitu wakaongoza hata wafalme? Wewe ambao unasema si lazima uende kanisani kutabiliwa, umepotea. Na utakuja kujua wakati Yesu Kristo atakuja. Maana wokovu wako itapimwa na baraka ambao umetabiliwa ukasipata. Tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na zingine zitakuja. Watu walishindwa kutafuta Mungu, wakakimbizana na miujiza. Wacha nikuambie na nikushangaze nikimaliza. Muujiza haiwezi kukubadilisha kumpenda Mungu, lakini ukijua neno la Mungu na uifanyishe kazi, itakusaidia zaidi. Bwana wabariki, Bwana wainue. Ninaomba hivi, Baba, katika jina la Yesu Kristo, wewe ni Bwana na Mungu wetu. Hakuna aliye kama wewe mbinguni na duniani. Unastahili heshima na utukufu Bwana. Asante kwa neno lako ambao iko Marko 5. Bwana Yesu, ulikutana na mtu aliye makaburini, aliyeteseka miaka mingi. Na Mwana wa Mungu ukamfungua. Siku ya leo nasikia nachukua hiyo neno katika jina lako takatifu Yesu. Ninaomba kila kifungo chochote ambao kimefungwa watu wako walie makaburini wakafunguliwe kwa jina la Yesu Kristo. Mipango ya maadui na kufinyiliwa kokote, kila chochote kilifanyika kwa watu wa Mungu, ninasimama katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu iliye na maagano. Ninakemea hizo maroho, ninavunja roho za makaburi, ninavunja roho za minyororo, kila nguvu za giza kwa watu wa Mungu mkaachiliwe. Uliye makaburini funguliwa, na nguvu za Mungu zikakufungue kwa jina la Yesu Kristo. Ninakemea nguvu za giza, ufalme wa giza kwa wale wameokoka
navunja madhabahu ya kwanza, najenga madhabahu ya Yesu Kristo. Bwana Yesu akafunguliwe, ukawaweke huru. Nguvu za Mungu sionekane juu ya maisha yako. Kila ugonjwa ikuachilie, kila laana ikuachilie kwa jina la Yesu Kristo, na minyororo ya kuzimu ikuachilie. Akili zilizofungwa na dunia na sifungulisha kwa jina la Yesu Kristo. Mpokee uponyaji, mpokee nguvu za Mungu, mkakue huru kwa jina la Yesu Kristo, mwana Mungu aliye hai. Wewe ambao utasikiza ujumbe na ukusaidie na ukubariki ujumbe huu, na usome na unusikize mpaka mwisho, na usikie umebadilika, enda ushuhudie mtu, umwambie nilisikiza ujumbe na ukanisaidia. Share kwa mtu aweze kusaidika. Share kwa mtu, usiwe na roho ngumu, usione kama unasaidia mtu. Unisaidii, unasaidia ufalme wa mbinguni. Na hii sauti ukiipeana kwa mwingine, akombolewe. Glory be to God. Na uende ukatolee pasta wako sadaka, enda ukamtolee mtumishi wa Mungu sadaka. Yesu alikuwa anawaponya na anawaambia, jipelekeni mkatoe dhambi ya shukrani kwa makuhani. Na mimi nasimama kama mtumishi wa Mungu nikwambie hivi, wewe enda ukatolee pasta wako sadaka. Enda umwambie kuna ujumbe niliumbiliwa mahali nikafunguliwa na nikasikia vizuri, na huyo mchungaji, huyo mtumishi wa Mungu alisema tutoe sadaka. Enda ukatoe kwa madhabahu ya kwenu, na Bwana wabariki, Bwana wainue. Shalom, shalom. Asante kwa wakati wako. Iyo kukaa ukinisikiza, hata wewe Mungu akufungulie njia uweze kusikizwa. Shalom, shalom. God bless you. Amen.